Tukishikamana tukamtafutia toyo hatawezana nayo. Kwa hiyo nasema kwa zama hizi za mafuta kuwa juu, ndiyo angalau anaweza isitofautiane sana. Tumemnunulia mzee gari Vitis na iko pale, kama ataondoka kesho ataondoka nayo. Na uzuri wenzangu wote hapo ndani ni dereva, kula dereva. Kwa hiyo kwa sababu ndani anaenda Tanga, atamwendesha mzee, na tulikubaliana na ndani kwamba tafute kijana mmoja ambaye mzee atamchagua, ambaye kichwa yake imetulia, awe kidogo kichwa yake imeanza kutulia. Kichwa zamani na dereva alinifundisha, dereva anasema, alikuwa ananiambia, anasema kichwa chako kikae silence. Sasa kama unageuka unaelewa kwa maana ya silence, yani hizo izime au nende kwenda kila kitu katikati hapo. Kwa hiyo tafute mtu ambaye kichwa imetulia, afundishwe, apate uzoefu, ili awe anaendesha mzee kwa kutizana. Ikagani ambapo anataka kuja Arusha, si rahisi kumshika mafuta. Hata sisi tukipigana simu tunaweza kujazia mafuta kama anataka kuja Arusha au kwenda Dar. Mimi ni mzoefu wa magari, kwa hiyo najua. Kwa hiyo tumehakiki kabla karibu miezi miwili, kwa tuna imani mzee uanzie hiyo, alafu tutaona watoto wengi wa kiroho. Hata wengine sikuambia, kuna wengine waliniambia wako mikoani, wakasema siku kama unambariki mzee utuambie, tutachangia. Kwa hiyo kuna watu wanaelewa mambo ya kiroho baraka. Taonyesho iko hapo, basi angalau anaweza kuanza na hiyo kuliko toyo. Tuna imani ni gari tumeikagua, tumejidhihirisha pamoja na wenzangu, gari nzima naweza kutumia kwa miaka kadhaa. Basi baba, nikukaribishe useme. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nitamuomba askofu mkuu apige magoti kwa taifa, na atakayebariki atabarikiwa, atakayemlaani atalaaniwa, kwa sababu ni neno lake. Siache kumshukuru kwa ajili ya yale uliyofanya kwake, kwa ajili ya kanisa la Baptisti hapa Arusha na Tanzania nzima, na mke wake. Yeye ni baba wa Tanzania Baptisti na Priska ni mama wa Tanzania Baptisti. Umewatumia miaka 12 ukiwashika na mkono wako na kuondolewa. Bwana Yesu, katika neno lako tumejifunza waheshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Siku zao zitakuwa nyingi, miaka yao itakuwa 120 yenye nguvu, yenye utumishi. Na ahadi yako ni kwamba adui yao atakuwa adui wako, rafiki yao atakuwa rafiki yako. Kumekuwa na ushuhuda mkubwa juu ya kazi wanayoifanya. Umewapa mikono ya kusaidia wengine. Mungu wa mbinguni ukafanya zaidi ya haya, ili upate kutukuzwa kupitia huduma yao ambayo Mungu umeweka mikononi, na kutukuza na kuinua kwa ajili yao na watoto wao na wajukuu na vyote walivyo, na kurudishia sifa Mungu, kwa sababu unaweza kufanya zaidi ya haya tunayoomba sasa. Siwasahau watoto wake wa kiroho, wajukuu wa kiroho, na wote ambao Mungu watapitia katika huduma hii, utukuze na kuinuliwa kupitia wao. Yesu Mwokozi, unaweza kunipa kwa namna unajua. Mimi siwezi kusema vizuri, lakini wewe wajua, maana wewe. Asante
Yesu tulisema kishaomba kienda kwa yeye, maana tunaomba katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mungu usikie kwa Amina. Kwa jina ninaitwa Catherine Godfrey. Mimi ni mweka hazina na pia mimi ni mzee wa kanisa. Napenda kumshukuru Mungu kwa siku njema ya leo ambayo Bwana ametupa na ameifanya. Tunamshukuru Mungu kwa matendo makuu pia ambayo ameyafanya kupitia Bishop, kwa sababu katika utumishi wake leo amependeza na amependezwa pia na Mungu, amempa kibali cha kwamba amshukuru Mungu baada ya safari hii yote toka ameitwa mpaka kufika leo, kwamba haachii utumishi lakini anakaribia kustaafu uaskofu. Kwa hiyo amependa kumshukuru Mungu kwa ajili ya wazazi wake wa kiroho ambao ni mchungaji na mama mchungaji Elias Msumai, na sisi wote tumejifunza kupitia tendo hili ambalo limetupasa kumshukuru Mungu kwa wale waliotulea na kutukuza kimwili lakini pia kiroho. Kwa hiyo tunasema asante kwa Mungu, lakini asante kwa baba yetu kwa sababu amekuwa baba na ametufundisha na tunaendelea kujifunza kwake. Tunamshukuru Mungu kwa safari yote ya uongozi miaka 6 ya ubishop, lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya safari ya uchungaji hata kufikia leo amezaa na kulea wengi, na hivyo basi tunamrudishia Mungu sifa na utukufu. Na kitendo hicho alichokifanya leo cha kumshukuru Mungu kwa ajili ya baba yake wa kiroho, sisi wote tumelikuwa wanafunzi na tunatamani kwenda kulifanya sawasawa na Mungu alivyotufundisha. Naitwa Samson Asajili Mwakini, ni muumini mshirika wa kanisa la Jerusalem Baptist. Leo tulikuwa na ibada iliyo njema ambayo baba askofu alikuwa anamshukuru baba wake wa kiroho. Kitu ambacho nimejifunza kutoka kwa baba askofu ni kwamba kufanyika kwa baraka katika maisha yetu na ambao wametoa miongozo kule tulikotoka. Tunaona historia ambayo baba askofu ameeleza kwa jinsi ambavyo mzee Msumai ambaye ndio babake wa kiroho alikomtoa. Kwa kweli mimi kibinafsi nimebarikiwa sana, na leo nimepata wito au nimepata hamasa ya kumtafuta baba wangu wa kiroho ambaye nilikuwa nimesahau kwa miaka mingi, kwamba kumbe na Mungu ya kumshukuru kama ninavyowashukuru wazazi wangu. Mchungaji Daniel Peter Moleli, natoka katika kanisa letu la Baptist Moria liko Kisongo. Kwa kweli kwa siku ya leo, kwa tukio ambayo imefanyika katika kanisa hili la ADC, kwa kweli ni jambo la baraka. Ni jambo ambalo linatufundisha sisi kujua kwamba kuna wakati ambapo mtumishi wa Mungu unapaswa kujua wajibu wako na kumjua yule baba wa kiroho ambaye amekulelea, amekuombea, amekutunza, amekuelekeza mpaka ukafikia mahali ukawa na mtumishi ambaye leo unategemewa katika nchi yote, Tanzania yote na hata mahali mbalimbali. Kwa hiyo leo nimejifunza jambo kubwa ambalo hata sisi natutia wivu, kwamba ni lazima tufikie mahali tukumbuke wa baba zetu wa kiroho ambao wametulea zamani, wameteseka kwa ajili yetu, wametuombea, wametubeba. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la baraka sana, ambalo limemfundisha kila mmoja, na hata watumishi wengi ambao wamehudhuria mahali hapa hawakutegemea kwamba wangeona jambo kubwa la namna hii, lakini walikuwa wanafikiri labda ni jambo dogo tu, labda mtumishi kumshukuru tu na kumwombea, lakini kumbe ni jambo kubwa sana ambalo limefana, limekuwa la baraka, ni jambo ambalo limekuwa la heshima. Kwa hiyo wachungaji wengi wamefurahi na wachungaji wengi wameona kwamba kweli ni jambo la maana sana, hata na sisi kwenda kuwakumbuka baba zetu ili tuweze kupata baraka. Maana unapompata baba yako wa kiroho ambaye amekulea, akakuombea, akakutunza kiroho, kwa kweli ni jambo la maana sana. Kwa hiyo katika jambo hili kweli ni jambo ambalo limekuwa la baraka kwetu, na hata washirika wetu ambao wamehudhuria katika ibada hii nao kuna jambo ambalo wamejifunza kwamba kweli kuna wakati ambapo unatakiwa nayo kumbuko ile baba yako wa kiroho. Na hata maandiko ndivyo yanavyosema. Ukisoma maandiko vizuri utaona tu kwamba watu walikuwa wanawakumbuka wale ambao ukisoma kitabu kile cha Waebrania anasema wakumbukeni wale waliokuwa na waongoza. Naona Bwana anasema na kuwasai na kuwapa heshima, maana yamkini watu kama hao wanakesha kwa ajili ya roho zetu, wanakesha kwa ajili yenu. Kwa hiyo ukiambatanisha maandiko na ile ambalo limefanyika siku ya leo, ni jambo ambalo linaonekana kwamba limeenda kimaandiko kabisa, kwamba lazima kuna siku ya kuwakumbuka wale ambao wametuongoza sisi vema na tukapata kumjua Mungu, na sisi tukafikia mahali pa kuwa watumishi wa Mungu
ambalo unamtumikia Mungu kila mahali. Kwa hiyo ni jambo la baraka, ni jambo la heshima ambalo napenda kwamba watu wengi wangeiga jambo hili na liendelee, kwamba leo isiishie hapa, lakini li jambo liendelee zaidi.